So naanza kujiuliza, Freemason wanaamini Mungu wao, Satanism wanaamini Mungu wao, they have their own, there is a superior God, so that superiority. Nani? If you go to cultures about different communities, they have a supreme God, so mimi nikachagua instead ya kukuja huku kubranch sijui nani, so why don't I go straight wenye umelelewa to your maker? So I just believe in God. That is enough. Of which I don't have to refer to any book. Okay. Obviously, you don't have to refer to any book to believe in God or to know that God exists. Yeah. Naturally existing. Nature. For me, I believe nature will itanionyesha huyu ndio Mungu. Lakini Joakim alisema kwa nini tukue na different God? Mimi naweza mjibu niseme obvious, hata kama we have different beliefs, there is this supernatural being that link us together. So regardless of us being Muslim, of being Indian, being Christian, there is a supernatural being. So it depends na personal level na the way you are brought up. Lakini obvious in general kuna the supreme God. God ni venye wewe unajua God wako in your own way, but by the way ikiletwa pamoja hadi hizi culture zote we are believing in the same God. Ni venye we have different religion but there is beliefs, but there is this supreme being which serves and link us together. Ni kama sasa hivi unajua Mungu ni mgani mwenye haujui, yani mwenye ako omnipresent. Kuna mwenye anajua Indians wanaomba nani? Sasa wao wana believe Mungu wao ni huyo. And then unapatanga wanaomba na wanajibiwa maombi zao. Like hao ndo wana believe huyo ni yeye Mungu wao. Just as the way wewe una believe na Mungu wao. So mimi kukosa kuchoose ku believe the church and the Christian and the sijui Yesu, it's not a sin. It's not a sin. It's your own choice. It's my own choice. Mbona kitu yenye unaamini uamini kabisa. Uamini kabisa. Hivyo ndio. Hiyo ndo maybe mseme hiyo ndo iko juu. Ukisema specifically nafaa kuamini this path ati ya Christianity na kuna mwingine anaamini Muslim, why should I follow Christianity? I think ni venye choice yako na chenye nyinyi venye mna believe huyu ni yeye anajibingi maombi. Just believe. Sasa shida ni kuna kuaga hivyo. Tuna believe kwa kanisa, tuna believe Mungu. Sasa ile mambo inafanywa sasa kwa hiyo kanisa ndio inafanya uanze kuona like uanze hata ku doubt, inafanya uende ufanye research. Not only things done in church, my friend. Surudisha pole. Even in where hatuko kwa fight, surudisha pole. Sasa sisi tulikuwa tunaongelelea hizo things that zinatumana like kusikua na ubaya, rudisha pole. Ubaya. Take it easy. Hata kama uko against kuna mtu aje kuwa na awareness yenye uko nayo, unaona like the church yenyewe ni manipulate. Unajua kuna mwenye anaenda kanisa na naona benefits za kwenda kanisa. Alafu kuna mwenye anaenda na uendi juu uone benefits. Na wezi mchange. So we should respect people. Siwezi kuchange, wezi ni change. You should respect other people's These people are believers. Let me ask them a question. What is the need of praying for 8 hours? Nani anaomba? Unauliza ati nani anaomba? Mi personally hiyo sana tunasema church zingine zinafanya mambo mengine when unaona nikiomba for 8 hours nitapata time ya kufanya kazi yangu lini, nitapata time ya kurelax lini. You can pray short prayers direct to your maker na believe. Sasa hao ndio wanafanya kanisa ikuwe ngumu. Juana wako na doctrines mbaya. Like for us hata kama Yesu unaenda church waseme ati for you to be a believer you should pray for 8 hours. For us we don't do that. Hakuna venye tunajiombea sisi wenyewe na time yenyewe tunataka. You can pray for 5 minutes maombi yako ijibiwe. You can pray for hata sasa hivi nikikaa hivi naweza kuwa naomba kanisa ndio uombe ama ujibiwe maombi. So si must niende kanisa. Unaona kanisa believe. Unaona kanisa ni nini? Kanisa inaletanga watu ni fellowship. Ita fellowship. Ita congregation where people meet so that they can pray together. And someone take advantage of that. So it's a unison people have come up with so that they can brings together collaboration. So kanisa ni building
It is a place. Kanisa ni hiyo building yenye mnaonanga ikiwa building hivyo, ikiwa peke yake haina watu, hiyo si kanisa. So the moment watu wamekuja pamoja and they make the congregation and that now the church. Okay, mimi niko na swali. Especially nyinyi mnasema we don't touch the Bible. Lakini mimi nataka tu kuuliza tu. Ndio hiyo Bible ndio tu sisi Christianity tumelelewa nayo. Christian hapo hakuna Muafrika hata mmoja aliyehubiriwa hapo. It is ni culture ya Jews. Na unaona yenyewe hii ni culture ya Jews. Bwana hakukuwa na Kikuyu. Ndio maana kulikuwa na Yesu. Kikuyu ifunzwe kwa udi mzima. Venye tulikuwa tuna believe in guy aseme yani nikikuona Mungu badala ya Adam na Eve. I think hapo ndo sasa una make your own choice. Whether you follow the decision yako na belief yako. Ama utafuata your own culture. Ama utafuata ya Waislamu, it's your choice. So but the goal is we have a supreme God leaders. If you are a believer, if you are not, kuna yule tu. Sasa kanisa ni ile tu place watu wanashikana more than 2 people. Wanaweza decide mwende muombe sijui nation, muombe yani mmeshikana. Ndo wanaharibu sasa. Sasa shida ni there are some maybe leaders, maybe some Christians wenye wanafanya mambo zenye zinatuma watu wakatae waone nikaa ni jaba tu. Still chenye mimi najua despite hiyo kuomba yote Mungu atafanya his will. So kuomba na kukosa kuna kitu tumesema Mungu hapo ndo sasa inakuja it's your choice. Whether you want to pray or not. Lakini tunajuanga hata kama ukisema ati your choice, we have been given something known as free will. There this analogy and yet God know everything that is going to happen in your life. Hata ukienda this direction, destiny will bring you. Lakini it's true, lakini free will iko entangled together with it. Iko entangled because niambie hivi sana. Acha nitoe point yangu na msinini. So nasema hivi, hata kama Mungu anajua venye our future look like because he is our maker, atukataa hivyo, lakini hawezi niambia ati utakaa hapo useme like Mungu atanifanyia ati my life will be good, I just believe and stay that. It's like faith without action is death. So chenye inafanyika na ni Mungu anakusaidia kuninio free will yako, lakini you have a choice as a person. You have a choice. Uko na choice ya kuchagua chenye unataka. Mungu haezi interfere na your choice. Na hapo ndo free will yako si kukuambia, anakuambia vitu zenye utafanya, anakuguide vitu zenye unafaa kufanya. It's up to you as a person to decide ama utafanya. Because when you do something there are consequences. Alafu hapo ndo tumesema ni faith. Kama unaamini ukikosa kuomba itafanyika, kuna mwenye anaamini akiomba inafanyika. Venye wewe unasikia hiyo point yako ndio inafaa kufanywa, the same way I'm feeling that is the way so inaweza kuwa ama iwe haiko. Si ni makosa kuua mtu, but I can believe it si makosa. Kwa nini? Si umesema ni free will. And then si makosa kwako. Si unaona mimi nimebelieve ni free will kwangu si makosa. I will be punished for that. Because there is consequences. Because there is consequences. Wanakuambia for somewhere with free will hakunanga consequences ya kupanishiwa. Nani amekwambia? Wewe ukiwa mtu kwanza sasa hii Kenya utafungwa jela ama nini? There is consequences for everything that you do. You know those are rules for the nation. Hizo naitikia nana lazima. Atukatai hadi Bible pako na rules za heaven. Kwani Bible imesema aje about death? Ukiua mtu imekwambia aje? Can you quote a verse yenye imetoka about it? Imesema nikikosa na nitubu madhambi zangu, I will be forgiven and God will never kukumbuka hiyo maxim. So you should knowing that naweza kuwa nikifanya vitu baya na ninasema sorry. So hapo ni conscience yako wewe. Na ndio nimesema it is all about being human. Najua if I kill you kuna mtu ataumia, si ndio? That is why sababu sitaki huyo aumie, ndio maana siwezi fanya hivyo. Si ati siwezi fanya hivyo sababu ya Mungu.
No. Sikia, ndio maana rules zilikuja ndio watu kaa nyinyi. Sasa kuna wewe na Samuel twingine. Unaona mimi niko hivyo na siyuko church, sido? But there are still people in church wenye wanauana yeti vimoja. Wanatuma watu wakatae kubelieve mambo ya church. And then are you advocating so watu wenye wako church wenye umesema kuna watu kaa wewe. Yani they are not Christians, yet they are not doing bad things. Sasa unataka wakuje saidia. Alikaa hawako church ama wako church. Sasa hiyo ndio imekuja tukaanza kuongelelea things that are done in church zenye haziwafurahishi. Hiyo ndio moja pa. Yes, we have believers. And then wako Christian but they are doing wrong things. Mumeitikia hakuna free. So wanafanya hivi. Mimi najua iko. Wacha nikwambie kitu moja. Si wamesema ukisin unaforgiviwa. Lakini ukifanya hivyo intentionally hautaforgiviwa. Those people wenye wanaenda kwa kanisa kila Sunday lazima waende watubu. So wanafanya makosa wanatubu, wanafanya makosa wanatubu. Same scenario mwenye huyo alikuwa anaongelea. Nitafanya hivyo nitubu. Utatubu kwa nani? Lakini ulifanya hiyo kitu ukijuanga. There is consequences. Pastor akikwambia usitoe 50 anakuambia bila kujua. Sasa simtaona tunasema hizi mambo ndizo zinafanya watu wasiende church. Hizo ndo zinakuja tuna conclude the other side. Hizi mambo zinafanywa hivi ndo zinatuma mtu asiende. Sasa kama wewe hii mambo mbaya yenye uliona inafanywa kwa church ndio inafanywa hivyo. Lakini wewe ukasikia hautaki mambo ya church bad things, not only even bad things. It is ndio nimekwambia it is all about knowing. Nilikuja kujua hii si ukweli. Umeinvent wewe mwenyewe. Nikajua hii si ukweli. Mimi nilikuwa kuenda huwezi ambia watu. Unajua si niko kwa ile religion. Na shida nikifuzwa. So na ninasoma Bible, si unasomaga ka novel. Si novel unasoma, unafika na huku inahitaji flashback ya huko sido. Si hadi Bible nasoma hivyo, nafika mahali tena nimesoma nikiflashback na hii nikiganisha na shida hizi sana nini. Tuseme si Bible umeona kuna vile ukienda usome ya Muslims uone hiyo ndio utafuata hadi hiyo na mtu sasa umesoma mimi huyo alisoma hata mimi niseme mbona kuambia mbona kuwe na two accounts of creation mbona kuwe na two accounts of creation hamjui lakini hebu question hivyo pastor if you question that to pastor atasema aje don't question God exactly but we don't know him ameifanya kama cause. So anajua Judas alikufa mara mbili. Kuna penye alijua, sijui na kuna penye sijui alifanya nini. Mimi kwanza mimi najua alijinyoga. Na kuna account zake za kufa ni Judas Edia Jason alijinyoga. Account committed suicide. Lakini mimi I go back. But when they are against Christianity, wanakotingi tu Kristo wenye unajua adriet we are even open minded. Sawa mimi nimetoa hiyo. Wewe toa verse ya kuprotect verse mzuri. Hakuna ni kama amesikia ni kama mtu kulewa. Yetu mnaendaga kanisa. Unaendaga uwezi jua kila kitu kwa Bible. Mnakujua Bible. Baada mjisomee. Unajua hiki hata kama mimi na preachiwa Bible tumeshinda hawajui kila kitu. Na nimewaambia ukijua kila kitu utajua ni uongo. Wala ukijua kila kitu unaanza ni kama mtu mwenye hulewa. Ukimuuliza mbona unalewa ataenda kukutia yenye inasema anafaa kulewa. Na pia hivyo ndo wanafanyanga. Hivyo ndo wanafanyanga. Si wanasemanga pombe si mzuri. Yet Jesus turned water into wine. Lakini si chai, mbona si chai? Like Bible isemangi uje sasa venye unasema like hapo pako na venye hiyo verse hapa Jesus turned water into wine yuko inasema pako na watu wakiexplain wana explaining hivyo wakisema like Jesus was supporting the culture. Juu kukunywa pombe ilikuwa according to the culture of the Jews, like during weddings they could talk alcohol. Na umesema sana Jews. Hapa unafanya kwanza amefanya vizuri. Tumesema culture. So hii culture ya Jews ni ya nini tunaletewa? Mbona unaletewa Jew? Mmesema hapa nani mmesema Christian anafai kukunywa pombe ama mmesema kwa church kuna preach wangu hivyo. Wewe tuelewane wewe
utaki tu kufuata ile nini? Ile Bible. Si basi ufuate yenu. Mimi ndio nafuata yenu. Hadi mimi nafuata yetu. Nyingine ni wewe ukifuata hiyo yenyu unafuata, achana na mimi nifuate kile don't you know the secret here is kwa watu wamesema hawajui Bible vizuri. Sasa unaweza Bible kila kitu. Siwezi jua from Genesis to Revelation. Mimi najua kila kitu. I'm telling you, it's just a matter of time. Unajua kila kitu and you join me. Hadi usiambia join si kabisa unatengeneza, unaona. Mimi nasema mimi na contradict that story ya Bible kulingana na my own experience. Lakini siwezi ambia mtu anijoin. Mimi juu nilijua hivyo, acha mimi nikaa hivyo. You know, I even asked why was Jesus using parables kuplichia watu ati to seek nini to seek attention ya serious seekers. You know, for me I know salvation comes for everyone. So you should use the simplest language for everyone to understand. You did it again. You quoted a place where inakupeleka. No, bona anataka ati nikaa tukue hapa mjarua kuja uanze kuongea Kikuyu. Meaning there is a hidden agenda. Mkikuyu ajue. So najaribu kusema hii parable ilikuwa na vitu. Ati parable inaficha the serious people and the unserious. Ilikuwa inaficha according to his explanation. Unajua alisema hivi Jesus, si kila mtu mwenye anataka kuenda kwa Jesus. Na ndio maana ameficha ile kitu. Wewe ukikosa Ngoja na nikikosa kumfuata what will be the reward? Unaambiwa sasa consequences. Utaenda kwa shetani, kufanya nini? Sasa hiyo ni consequences. Meaning I have no free will. I must follow this. Don't do that. Free will tulisema, free will you have the choice to choose. Unatumia vibaya. Ngoja nimalize. Umesema ati nikikosea ati nitaenda kwa shetani. Hapo haiendani na free will. Azishikani vizuri juu. Free will is now. Free will ni uko na hiyo chance ya kuchagua chenye unataka. Consequences later. Lakini consequences zitakufuata later. Consequences according to the Bible and that what we believe in and we cannot change that. The moment you do wrong, you have me. I'm talking about. I'm talking for Christianity. I will be burnt in hell. That is the reality. You don't follow Christianity. If you are pagan. If you are pagan. No. Ukiwa serious. Unasema nini? Ati yani kama mimi sifuati hizo njia naambiwa nitachomwa. Kulingana na wao wenyewe. So mimi kulingana na wao. Na kama ujui Christianity. Do you know what you're saying? Like I must do to their place. After do you believe in utakuwa na hiyo judgment? Hiyo judgment day. I don't. Mimi juu si believe in that book yenye imetuelezea kuhusu hiyo judgment day. I just know about judgment day. Unajua I do even think about it like this is a kid, like a parent. Niseme Mungu ni parent, sido. This is a kid, innocent, nimemleta kwa hii dunia. Katoto yani kachaga. Unajua kata face. Katoto kachaga yet. Ati haka katoto akipata kosa kufanya vitu nasema nitakatesa. You know you start wondering. This is a super ni power. Hadi inahitaji usaidizi wangu. How? Usaidizi kama mgani? I must pray, I must give to God. How? Hapo kwa kugive ndipo manipulation ninaonanga mimi iko. Juu the moment unaniambia tunafaa kupea God time. And by the way, there is this question nataka kuuliza. Unajua mimi ni wa kanisa. If you read, kuna nasikiaga Bible inasemaga ati heaven itaigiwa na watu 144,000 12,000 people. 12,000. Yeah, in every tribe of Israel. 12 by 12, 144. Yeah. Umesema Israel. Meaning mimi sitaigia. I even ask myself, Madera constituency alone, when you were vote, you have 100,000. Revelation. Mimi siwezi quote at Revelation chapter this. Yeah, lakini soma Revelation. 12.
tuko na 12 tribes. Each tribe itakuwa na 12,000 people. Fanya hiyo sawa, 12 times 12, 12,000 times 12 ni 144,000. Nini? Ndio wataingia heaven tu. Na wanakuwa wameandikwa mainasi ati ni chocha. Na sijaisikia Kuwaga. Imeandikwa vizuri sana. So Sasa sisi ni Wanaisraeli ama okay, nikuulize. Wenye mnajaribu kutumanipulate. No, not no. Niko na swali. Hapo huyu amesema questions. Hiyo mambo ya parable sijui nini. Sasa mimi naulizaje, for example kuna Agikuyu walikuwa na rules zao. Yaani ndio hapo wanataka wengine wazijue. Hiyo sika I relate na hiyo mnasema parable walikuwa wanasema rule moja ilikuwa inataka julikana. Obviously mambo zenye sisi Wakikuyu hufanya hazifanywi na sisi tulikuwa na Mungu wetu, religion. Tulikuwa na Mungu wetu. Hizo tribes zingine ziko na inasema it was to separate the serious audience from the unserious one. Wenye wako na joke. Sasa ile ya nini? Ya parables. Tena kuna ingine nilikuwa na swali. Nilikuwa na swali ya huyu. So wewe conclusion yako why you don't follow the church? It is because of it is a foreign thing. It is too foreign. Not because of the leaders hadi si ati juu ya leaders. Wao acha tu waongoze wachukue pesa. Lakini mimi kitu foreign hapa. You know leaders unaelewa ni business. Oh yes, that's a business. And in business. Na mkisema foreign, hiyo foreign mnamaanisha it was brought 200 years ago by the colonialists. What ulikuwa kwa hao wazungu ungefuata. Sawa, nikuulize swali. Nasema ni foreign hivi si Jews wanasemanga Adam and Eve nini na hiyo story yao na huko. Sisi tulitoka wapi? Tulikuwa weupe. Sisi tulitoka wapi? Tena kitu siitikianagi na hii kitu like sisi tulitoka. This is superior. Unajua sisi tuna jina America kwa Bible. Jina America huwezi sikia kwa Bible. Lakini huko America kumejaa watu hivi. Ndivyo nasema tuseme ungekuwa kwa hao Jews hiyo Bible leto na inawaongelelea nyinyi kama nikiwa ni kweli naweza itikia because it is my culture. Nika Ukikuyu andikwe kama Biblia hutafuata Ukikuyu it's in the same case. Unajua even we were good sisi tulikuwa tunaambiwa kuna Gikuyu and Mobi nini the Luhya had they have their own the Kamba have the same the Luo the same and I have nowhere I came to kusikia at this thought at Mungu wetu ni superior than wa huyu unaona na akasema wetu si God wetu unapata wa Christianity anasema our God is superior than these other gods. How already wanasemanga they do wanasemanga hivyo. Maana ajibu hizo. Hiyo swali niliwajibu vizuri. Mmesema ati nani wako na Mungu yao? Si wako na Mungu wao kama hapa. That is because wewe si ni Wakikuyu. Wakamba Mungu wao ni Mulungu. Sasa sio wanaongea Kikamba. Ni lugha yao. Ni the same Mungu. They use the same thing. They are using different language. No. And then how they call their God. Exactly. It's the language. Wamesema ni language. Maureen have not understood that. Nimeget question yako. It is not about the name of the God. Anasema the power that God holds. Amesema ati Christians sisi tunasemanga Mungu wetu is Christian superior than the other gods. Obviously tuliambiwa lakini hiyo swali nilikujibu nikakwambia hivi Sam ama huku get vizuri. Sisi wote we are referring to the same supreme being. The same supreme being. Sisi ati I don't believe in Jesus. Kwanza acha tuondoe Jesus in the picture. But there is this supreme God. As Christian we don't talk about our God. We are not talking about our God. We are talking about the supreme God. Huyo hadi atuulize swali. Huyo hadi atumuulize. Tunauliza the way
it is used to yani communicate, kuambia huyu kuna Mungu, huyu anaambiwa kuna Mungu through Kiislamu, huyu anaambiwa na sijui through kinini. Lakini mtu ako na choice ya kusema Mungu wangu ni strong kulingana na Mungu zile zingine, juu mimi na believe hivyo na amenitendea one thing. You should not come tell me he is strong. Mimi simjui. Exactly. Na wewe unasema haumjui wako, hata mimi wangu achana na yeye. So about superiority usinilete. Sasa nikuuliza Usifunge masikio basi. Bona bona Christianity ilikuwa inaforcewa ati lazima join Christianity kama ulikuwa unataka join school. Juhu kwa haki wenye walikuwa we are a result of that. Na since you can't change anything, Ushaisoma ukasikia. Sasa unaanza wewe ni Christian Sifuta ile path unataka. Ukitaka kurudi kwa kama venye unaona kila mtu ana defend side yenye hako. Wewe una defend yako unasema like tusikwambie Mungu wetu ni supreme na wewe usikwambie Mungu wako ni supreme. We stay with what we believe in. What I imagine how was he, you know, Christians wasifikiria ati, you know, they think that they are better. Christians think that they are better off than every other. And how did you same case with Muslims, they think they are better than others. Yeah, even you think you are better than us. No, I don't. And why are you? But kuna vitu mnafanyiwa haziko sawa. Kama gani? For example, Vitu zenye unashida ukiapiwa ati mtu ako superior than you. Who is superior than you? There's no one superior than basi ndio maana tumesema sisi we believe kila mtu anafaa so kuwa you equal. believe like God to pastor, you know, Christians believe pastor is superior than you. That's why you are even quoted. You should not fight to avoid pastor. Hiyo ni point of view yako hiyo. Hebu sikia, kuna Christian, question pastor. kuna Christian na kuna sisi. You person. At a personal yes, I'm a meaning. Christian, but there are some things that they are done. See at hizo vitu kitu Tulipata mnasahau, we wakifanya. are all human. Na human they have their faults, they have their wakona vitu wanafanyanga hazifai kufanywa hivyo. Hadi wewe. So hata huyo pastor ukimuona akifanya makosa, usimjudge sana. Ukisema oh pastor amefanya unajua na mjudge kwa nini? Ngoja kidogo nimalize. Huyo pastor akionekana ati usikie pastor alienda ati akachukua biblia wenyewe ama nini. Don't judge that pastor. Sikiza nimalize. Don't judge that pastor ati juu unafikiria ni pastor and a pastor should behave in a certain. Yes, the pastor should be the one to lead people in a good way, role model, yes. Lakini kitu watu wanasahau dingi, hawa pia ni watu. Na wewe kama wewe venye unasemanga, ngoje nimalize hii point. Kama wewe venye unasemanga, kama kuna vitu unafanyanga wewe na si mzuri, si ndio? Sure. The same case huyu pastor he's human, anafanya vitu si mzuri pia. So msikange ni kama mnawajudge sana. Wajudge sana like they should be perfect. No one is perfect. The difference ni yeye amepewa kuwaongoza kwa kanisa, because in every setup there must be a leader. There must be a leader. Na ndio maana tunasema umesema pia yeye ni mtu. So makosa yenye unaweza hadi ndugu tunauliza mtu swali. I have a problem with this. Yeye ni binadamu, ako hapo kunilii, si ndio? Mimi niko hapa nione, si ndio? Mbona ajifanye yeye ni special kunilii? Amejifanyia wapi? Sasa wewe ushajiuliza pastor swali ya kanisa, aone akikujibu. Kuna wenye wako ataanza kukwambia utachomeka. Umekama cross wengi sana, umekama cross. Mimi personally wenye nimekama cross mimi sijaisema. Ndio swali kuna wenye muuliza akapasa wewe kuuliza swali, hebu sema hiyo hizi vitu mnafunza watu naona zikicontradicts. Ni ukweli ama ni uongo? Na kama akaniambia mimi na hair tuko hivi. Why? That is where you have a question. You have hapo ndo unakonga na false na true, si ndio? Unaweza enda upate huyo pastor, yani vitu anafanya si zenye pastor anafaa kufanya, but you have a choice. Unaweza enda kwa mwenye anafanya hizo mambo zenye zinafaa kufanywa. And who is a pastor? The person in charge of the church that was brought. Unajua hage acha bila mtu huko. Obviously pastor, the person in charge. Mtadi ni yeye anaongoza, yeye analead maongoza Mungu. He's a leader. The religion. So he is a leader.
chenye anafanya ni but unajua hao hawaitiki, there is a sense in which na hiyo hamtaikata. Pastor anakuaga special than you. Kama leo unamtake special, wewe na president mko na the same nini level, mko the same level. Unajua kuna vitu haniforce nifanye ati I must follow. Hadi pastor hawaforcing watu kufanya vitu, wanakuambia ukikosa haja tu anakuambia, amekuambia lakini hajakufunga kamba, akakwambia there is a way ananiforce, ananifanya I must have guilt, ananimanipulate, I have that guilt. Hii nikikaza kufanya hizi vitu nichomeke, unaona. But you have the choice kumquestion na umwambie hivyo, anakuambia si ndio? Usiwe kama useme when you question him haitiki kujibu. Lakini kitu iko ni Sam, kila mtu ako na free will ya kufanya. Ukiona upasa hafanyi venye kunafaa kufanywa, usiondoke hiyo church uende. Sam nikuulize. That guilt lazima ataanza kuniambia mimi mambo yangu haitaenda. Mbona unahisi guilt? Mbona unahisi guilt? Nitafanya nini? We are bound to weaknesses, we are human beings. Because umeaccept akuzie hiyo woga. Unajua kama mtu kama binadamu, there are things unaona, tuseme mzazi for instance, mzazi kuna vitu anaweza kwambia wewe unaleta nyama huku, ukose akwambie hivyo umekosa akukasi. Obvious kuna kasi kitu haitakusumbua, kuna kasi kufikia kasi ya ufala tu hivi. For the moment itakusumbua lakini kama unaitikia kusumbua obvious itakusumbua. You know huwezi, you know. Sasa wewe nikuulize hivyo mwenye unaamini kimilio kutorika kigekonyita hiyo imefika. Sasa wacha tusikie mwalimu anaendelea. Nilikuwa nauliza Sam, mambo umesema pastors wako wanajifanya special, ndio umesema? Ni tuseme in an organization, si mko na employees na employer, mko level moja na mwenye na wa employees, lazima akuwe ako juu yenu. When it comes to there should be someone in charge. Lazima kukuwe na huyo unajua ako juu yako kwa nini? Unajua ako juu yako kwa nini? Chungo hiyo organization. Na hiyo kitu ni yake na ni lazima nimuoshi ndo anipee ile. Unaona? Na hapo sina free will. Do you understand that? Hapo sina free will. Ndo najaribu kukuambia sana. Hadi pastor si ati wanajifanyanga wako special. Ni venye wako na kama ako level hauko juu, wewe ni member, yeye ni pastor, yeye kwa church, yeye ako juu. Okay, in terms of church, pastor amepewa cheo na watu wengine, unaona? Lakini in terms of general human beings, huko nje mko sawa. Chenye amefanya ni in every setup where two or more people are gathered, there must be someone who is governing them, mwenye na guide. Lakini huyu mtu mpaka sasa hivi kama kuna vitu zenye president anafanyanga hazitufurahishi. The same case kwa pastor, kuna vitu atafanya hazitatufurahisha, lakini hai mean ati anajifanya ni special. Na lazima watu more than 3 like lazima mkuwe na juu mko na different opinions. Lazima mkuwe na leader mwenye anawa guide. Anawapea like the guidelines. Yes, there are some pastors wenye wana wenye tunasema they are false, but tuna defend the true men of God. So the true men of God ni wako when you are please Jews kijiu, when you are please kijiu, so you are supposed so unajaribu kusema they should not now preach the Jews, wanafaa preach the kijiu. Unaona, unajua nyinyi mnachukulia church at the present day, amuoni the root ni pale nini colonialism hadi si mambo Yesu hiyo na hapo hizi wale walikuwa hapo hiyo time waliforsiwa. So without the Bible, yani kuna Christianity, kuna Christianity kama hakuna hiyo Bible yenye iletwa na no haiko kama hakuna I know you are kama haiko hakuna mahali na unajua there are a lot of things na jilizaga nilisoma nilikuja I think it is yesterday nilikuomba Bible si leo nilikujia Bible na nikisoma hiyo Bible kuna mahali ilikuwa inaniambia yenye Yesu ilikuwa Peter and John kwa mlima kuomba, and when he was praying sijui mani Elijah dazzling something to do with that ati na hapa mwisho ikikuja kumalizikia time walimaliza because the disciples had fallen asleep, kuamka waliona
wale nani Musa wakaujibia Yesu, si tufanye hivi. I think it is waweke mawe tutengeneze moja ya Moses na moja ya Moses, Elijah na Yesu, si ndio? Yesu akakasirika, akasema hiyo story isiyoambiwa Mungu, and he pleaded yo kitu akamwambia msiseme ene the gospel inaongelea hebu soma Luke, msiseme hiyo kitu na ikashindwa. Unajua sisi wote vasi ilijulikana aje, nikashindwa, bona tuandikiwe sisi tusome. You know, it is like inakutoa wewe, kuna wengine inatoa, kuna wengine inarudi. Watu wenye wako negative wanakuanga na nguvu nyingine, sijui mnatoa. Sio positive. Toa hiyo positive. Tunataka mtupe hiyo verse. Nataka unipatie hiyo verse. Sawa, ingine Bible. I told you. Nimekuambia soma huko nini. Tunatafuta. Umesema Yesu alikasirika juu amesema watengeneze hiyo ya law na ya prophecy. Ya Moses. Ya Moses ilikuwa ina about those books. Yenye Peter alimapproach kuhusu hizo vitu, he wasn't happy. Then even about the crucifixion of Jesus, I do understand that Yesu ni part of God. Si alikuwa anajua what he was to go through. Mbona hakuwa sawa nayo? Hebu sikia sana. Mbona hakuwa sawa nayo? In short, Bible ilikuja kunini? Brainwash. Ngojeni amalize point yake, ngojeni amalize. Ilikuwa a way of kucontrol watu ama mnasema wewe ndio umesema kwa hiyo ndio point yake, kutalingana na venye una controliwa nayo juu. Okay, kwa hiyo Bible there are some things positive na kuna nyingi. So nikuulize kitu, hadi si tukiwa viva, tusikiza. Kuna sisi person, achana kwanza na hiyo. Kuna kitu kingine, kuna Old Testament inasemanga as a Christian you should not eat the meat of animal which don't chew cud, ndio? As a Old Testament. Lakini hizi zingine zinatupiliwa mbali. Kuna zenye wanaassume. Wako na hii pia inasemanga women should not go to the altar. Hadi kitambo women are not supposed wanawake hawakuwa wanafaa kukua pastor. Na pia juu reason ilikuwa ni juu menstruation cycle, sijui they should not go to the altar wakiwa na hizo, hivyo ndio ilikuwa Old Testament. Lakini nowadays you have women pastor. So vitu zingine unasema kwa Bible, yes wako na vitu ziko kwa hiyo Bible, lakini tumetupiliwa mbali. Tunatupilia kwa nini? Bible mliambiwa haifai kuondolewa ama kuongezewa kitu. Mnatupilia vitu kama hizo. Wenye mnafuata wewe kuna kwanga na gift prophecy ni gift. Ukizaliwa ukiwa mother prophetess, ukiwa sasa huyo ukiwa na hiyo na uko na hiyo kitu ndani yako, utakosa aje kunini kudeliver message. So Joakim anasema we should follow the Bible. So if a prophet ni Bible, a rule should be followed strictly. Kama ni Bible mnafuata, lakini tuko Bible si ati ni kitu tunafaa kufollow strictly. Iko na guidelines zenye tunafaa kufuata, lakini si ati ni jela tuko tena ati juu tuna believe in God. Vitu zingine zinatupiliwa ni vitu zenye kuna wewe kuna kitu positive na negative. Unapata ile negative ndio inakufavor, so unatupilia. Kuna hata ile negative. Kuulize kitu wewe una believe in culture na mambo za kitambo. Mimi alizibelieve. Una believe na wewe una believe. Okay, una believe na nini? Juu mlisema lakini pako na not to make a good. Turudi kwa hapo, you better follow the culture Urudie FGM. Ukirudia hiyo FGM kwa nini? Unaona kama kwa culture yetu kulikuwa na FGM hata ikato hivyo. Ikue ama ikue. You know that when it comes to about FGM, it is out of the content. It's not out of the context because I am saying let me follow the Bible. You know, kikacha, if I have to have a religion, acha nifuate kacha yangu. If it's about nini, yeah. So my culture had the way they believed in God. That's how I can follow. Exactly. Na culture yako ilikuwa na FGM, lakini for now culture yetu haisupport FGM. But FGM wasn't meant. Kwa nini FGM ilitupililiwa? FGM was not a religion. Exactly. It was not a religion.
Si mambo na kuoshi. Hiyo ilikuwa kucontrol something. I think huyu analeta. Nisisemi mambo na nasema kwa hiyo culture yenu pako na mambo mbaya ilikuwa inafanywa mkaacha. The same case kwa Bible. Kuna vitu wenye tulikuwa tunafanywa tukaachwa. Ni mbaya juu FGM inakuanga na negative impact towards lady. Nani ya culture Gani? hiyo hatuta discuss hiyo sasa. Acha hiyo I swear explainia behind the camera. Tutakuexplainia hii topic. Hiyo natoka hapa nikiwa explain. Lakini si kwa hii video. So kwa culture kulikuwa na FGM. It had a negative impact toward the ladies. Si kanisa. Haiko niko specific nimesema I have an answer to that. Ngoja nimalize na mnangoja mtu aongee. So culture ilikuwa na FGM. FGM ikaondolewa. Kwa nini? It have negative impact toward the ladies. The same case applies to the Bible. Ngoja nimalize point yangu. The same case applies to the Bible. Wanawake hawakuwa wanaruhusiwa kwenda kwa madhabahu because they have menstruation. Lakini according to human right, we should also be equal. Si lazima ati pastor wote wakuwe wanaume. Even ladies should be pastors. So ndo maana ukapata hiyo ilitupiliwa. Kwa nini hautaki kuongelelea? Una defend hiyo yako sana ya culture. Hiyo hamtaki kuongelea, lakini mnataka kukuja kwa Bible mseme ati ilitoa vitu zingine. Kwa nini mtaki kufuata hizo vitu ziko kwa Bible strictly? Unajua one thing we never said that it is wrong for women to be in church or to lead in church. Niambie mahali nilisema hivyo. Bible yenyewe ilikuwa najibu. A woman hafai kwenda pale kwa altar. Menstrual ni juu ya hizo menstrual. Ni mchafu. Lakini mimi akasema during modern day wacha tupilia hiyo kitu. The New Testament. Ati wacha tupilia hiyo kitu. Imetupiliwa naye Joakim akauliza kwa nini mtupililie? Nikamjibu na hivyo. Hiyo example. So the same case. Nasema tulitupia. Ni example. Si watu walitupilia FGM. Wacha niwaambie. Christianity ilikuja ikapiga FGM. Si ati ni nini? Si ati ni Wakikuyu walikataa, ilipigwa. So wacha kusema nasikiaga. Good exactly. Kenya ngoja ni before tutoke kwa hiyo point venye anaongea ni kama ana support FGM. We kwako FGM ukiangalia ina favor na ni haina iko na impact mbaya. Iko na impact mbaya kwa hawa. The same case ya menstruation hizo. Nasikiaga FGM ni mzuri sana, ilikuwa ina control prostitution. So I am not in that. What I am in, siwezi fanya FGM not because ati mimi ni Christian ama mimi ni culture. It is out of the humanity in me. Thank you. Unaona venye ametoa point vizuri. Hiyo ni kwa human. Applies to church. Kwa nini mambo ya mapasta wa mama iliondolewa ikaletwa wakakubali? Humanity should be equal. Hakuna kitu imechangewa nini, kitu yenye haionekani hai make sense. Also hadi wewe in your personal level kuna mambo unaweza kuwa zinakuletea nini negative impact kwako, unaachana nazo. So wacha tuwaambie FGM was introduced by a human like me, but whomever wrote the Bible, you people say was inspired by God. So in simple terms, God himself wrote the Bible, meaning it was God foolish. Ati alikuwa anasema wanawake wasikue, akikaka bakue. Atujasema ati ni God alichange, ni sisi ni God. Nikwambia kwanza alichange wapi mahali inakujaga kuna nataka kuona mahali na change. Basi mungeeleza na cause uko strong in that culture. Mimi hadi siwezi endeleza cause hadi sitaki bibi, mimi hainisaidii. Afanyiwe ama akose hainisaidii. Wewe uko na maisha yako. Unajua unaona huko Bible ni kitu ya Mungu. Hadi kuna vitu zenye zimemalizia na huko mwisho wa sasa tunaweza discuss sasa the scenes. Sasa mtu wajitetee venye unajua. So tuko kwa video sio? Hapana, ni wish. Ni mko against. Nilikuwa naona mko include na side mko. Kila mtu tumalize video, mtu side yenye yako to make things clear. If I can conclude, tuanze. Kwanza religion. Hebu anze nitamalizia mimi. Nani? Mtaanza nyinyi wa. Tunasema tu side huko hivi. Si explanation mingi. Mimi najua nobody is superior than the other when it comes to religion.
religion, there are things you should not dictate to me. At inafaa, it should not draw God as some like as a being that is vengeful. No, that is self-centered. You see, because that is how the Bible portrays God as something ni mtu anapenda kulipiza, si ndio? Hapo huko juu ukumbuke hivyo. Hapo huko juu ndio kwa maana nyingine na there is in a way I can assist God. I can. I do believe siwezi saidia Mungu. So conclusion yako ni? I do me for my conclusion. Christianity ni uongo. Thank you. Oh, to me, hadi mimi nasema don't believe in that Christianity. First of all, Jew it is, to me it is foreign. Lakini Mungu, I believe in God because I can't exist on my own. That's the only reason I believe in God. Okay. Because I can't exist on my own. Thank you. Jemima? Okay, for me, I believe kuna Mungu. But kuna ile tu mambo watu wanafanya, hiyo ndio tu inafanya ikuwe ngumu. People in the Christian setup, they are doing things that are not good. For me, I believe there is God. I believe kwa hiyo Christianity. And the thing is, kuna hizo mambo negative zinakuanga amongst the Christians, the pastors, but you can choose the path yenye unataka kupitia. You can choose to follow them, kuwasikiza ama ukose, but wewe tu jua kwenye una stand. And stand on your way. Kwenye tu uko comfortable. Hakuna mtu anakujali. Okay. Me personally, I can say that me I'm a Christian. I'm a believer of the Bible. And one thing I know is that kwa hiyo me provided me chenye nasemanga ni I find peace when I'm in church. And I find peace in the word of God. So I'm a believer of the Bible and a believer of Christianity. So regardless of everyone's choice, at personal level, me, I'm a Christian and I know that God exists. And one thing you should do is that you should not question other people according to their beliefs. So we should respect everyone's decision. So we have a freedom of talking what you feel like it's not. Yeah. It's not good on your side. So we have come to the end of this video. Please make sure that you subscribe. You may like the video. Also, you can leave a comment there sharing your experiences about things that you feel like they are not normal to you or you are against them. Na msitujudge. Mwenye ananisupport hapo. For educational purposes only.